na hupati majibu, ujue kuna mahali unakosea. Moja, matumizi yako ni makubwa kuliko kipato. Wewe kwa siku unaingiza labda 5,000, unataka uishi maisha ya 10,000. Kamwe fedha haitakaa ikae kwako. Ni sawa na kwamba una ndoo ya maji, uwe na mrija kwenye mfuniko wa kuingiza maji ndani ya ndoo, uwe ni mdogo, lakini chini ya ndoo kwenye kitako uwe umetoa kitako chote. Maji yanayoingia kwenye mrija mdogo hayataweza kukaa kwenye ndoo. Ndivyo ilivyo kwenye matumizi. Unaingiza kidogo, unataka utumie pakubwa kwa kushindana na watu wengine. Fedha haitakaa kwako. Pili, ukiona unajiuliza swali hili, ni kwamba ujue umewekeza sehemu ambayo ina tija ndogo. Tija ndogo maana yake nini? Unaweza kuwa una fedha nyingi, umelima dengu, umevuna, ukapata milioni 100 labda au milioni 50, ukaamua kuelekea Dar es Salaam Kariakoo. Pale Kariakoo wanapouza viatu 200,000, 300,000, ukavisomba vyote. Ukaja Itigi na ukafungua fremu nzuri, ukaanza kuuza viatu 300,000, 400,000. Kwa maisha ya Itigi utapata mteja. Utakuwa umewekeza sehemu ambayo ina faida ndogo. Mwisho wa siku fedha itapotea kwa sababu utaanza kukopwa na kuazimisha. Lakini la mwisho ni kwamba fedha zetu huwa zinapotea kwa sababu tunafanya vitu vya muhimu, tunaacha kufanya vitu vya lazima. Unaweza kuona maneno haya yanafanana lakini hayalingani, kwa sababu vitu vya lazima ni vile usipovifanya kwenye maisha yako vitakuletea athari. Vitu vya muhimu ni vile hata usipovifanya havitakuletea athari. Ni sawa na kwenda kuzungusha meza baa ili uweze kupata sifa. Hata usipofanya hivyo huwezi ukapata athari. Lakini tumegeuza starehe ndio imekuwa lazima na vitu vya muhimu vya lazima vimekuwa vya muhimu. Mwisho wa siku vinatupotezea fedha. Baada ya kusema hayo, nimalizie tu kwa kusema kwamba akina mama wote mliopo mahali hapa, katika utafutaji wenu, kumbukeni kwamba maisha ni mtazamo. Jinsi unavyoishi kwenye jamii yako na kuzitazama fursa ndio mtazamo halisi. Wengine wanaweza kutazama fursa pasipo kuziona, lakini wewe ukawa na mtazamo chanya na ukaziona. Mnaweza mkawa na mti kwenye jamii yenu, mwingine akauona kama fursa kwake kwa upande wa matunda, mwingine akauona mti ule ule fursa ya dawa, mwingine akauona fursa ya mbao, mwingine akauona fursa ya kivuli. Kwa maisha ya utafutaji yanategemeana na mtazamo wako, ni jinsi gani utazitazama fursa zinazokuzunguka. Baada ya kusema hayo, mgeni rasmi, nashukuru sana na naomba niishie hapa. Asante sana.